Yesu alinde viongozi wetu. Waziri wa ushirika na biashara ndogo na zakati Wycliffe Oparanya ametoa wito kwa wabunge wa kundi la G8 kushirikiana kwa mshikamano wa kweli ili kuimarisha na kueneza umaarufu wa chama cha ODM katika kaunti ya Kakamega. Na ningeomba hao wabunge ambao mko hapa muendelee kushikana hivyo hivyo mpaka 2027. Wale wabunge wako hapa, nataka tushikane sisi wote mpaka 2020. Katika hafla yenye shamra za kumkaribisha nyumbani mbunge wa Lugari Nabii Nabwera, viongozi hao wamempongeza kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya eneo hilo, wakimtaja kama mfano bora wa mbunge mchapakazi, mwadilifu na mwenye maono ya kuinua wananchi. Nabwera ambaye pia ni kinara wa chama cha ODM katika kaunti ya Kakamega amesisitizwa kuwa nguzo muhimu wa mshikamano wa kisiasa katika eneo la Magharibi. This one is a great man and he has a destination for great things. Huyu kijana anaitwa Nabii Nabwera. Si ni mbunge wenu hapa mzima? Amekuwa mbunge kwa miaka 3. Amejenga shule hajajenga. Wale walikuwepo miaka 10 walijenga hawakujenga. Miaka 3 Nabii amejenga magorofa hapa. Lakini watu wanajidai hapa walikuwa wabunge hapa, lakini shule bado za matope. Nabii anafanya hafanyi. Viongozi hao hawakusita kuelekeza lawama zao kwa gavana wa Kakamega Fernandes Barasa, wakimwelezea kama kiongozi asiye na dira ya maendeleo na mwenye lengo ya kusambaratisha mshikamano wa chama cha ODM. Wamesisitiza kuwa hatua zake zinahatarisha mustakabali wa kisiasa wa chama hicho katika kaunti. Hapa kwenu mna ICD? Hapa kwenu mna ICD? Ndio Oparanya jenga peke yake. Miaka 3 kuna kitu imefanya hapa ya kaunti. Hapa kwenu mna madawa kwa hospitali. Hapa kwenu mna maji. Ule mtu ambaye amepewa nafasi kwa miaka 3 na shilingi bilioni 50 na hajafanya kitu chochote, ikifika 2027 anaenda wapi? 2022 mlipiga kura, mkapigia Fernandes Barasa, mkapigia viongozi wa ODM. Tangu siku hiyo Barasa akajifanya chairman, na alikuwa chairman wa kugawanisha chama cha ODM, na sisi tumeshikana kama G8 na tumesema Kakamega is bigger than all of us. Tumesema ya kwamba tutaangalia maendeleo ya Kakamega County. Hata hivyo, wakuu hao wa kisiasa wameonyesha kuridhishwa kwao na jitihada za serikali ya Rais William Ruto, hasa kupitia utekelezaji wa sera ya serikali jumuishi, wakisema kuwa ni mkakati unaoleta maendeleo ya moja kwa moja kwa wananchi na kuimarisha maisha yao ya kila siku. Hii serikali inayoongozwa na William Samoei Ruto na baba Raila Amolo Odinga inatuletea hapa Kakamega lami 7. Inatupatia hapa Kakamega coffee mill. Kahawa ya Kakamega itatoka Kakamega ikienda ng'ambo. Hii serikali ya William Ruto inatupa the only gold refinery hapa Kakamega. Rais amenipa pesa karibu milioni 300. Kuna stima inaendelea hapa Saleh na sehemu zingine nyingi. Kuna soko ya shilingi milioni 71.5. Rais ametupatia hii kuweka lami hii barabara. Tumeletewa stima ya 2.1 bilioni. Yale mabarabara wanajenga, stima ambayo inaletwa hapa, mambo ya maji, mambo ya hospitali, hasa ile hospitali yetu kule Kakamega, stadium yetu kule Buhungu, na mengi yote ambayo Ruto amefanya. Katika hotuba yake ya kusisimua, Waziri Oparanya amewahimiza viongozi wa Magharibi kudumisha mshikamano wa kisiasa, akisisitiza kuwa mshirikiano wa kweli ndio nguzo wa maendeleo ya kudumu. Aidha, ametangaza kuwa wiki ijayo atazindua mradi wa Nyota, mpango wa kuinua vijana, ambapo kila mmoja atanufaika kwa kupokea shilingi 50,000 ili kuanzisha shughuli za kibiashara na kujijengea msingi wa maisha bora. Hapa Kakamega tushikane, tuende kule Vihiga tushikane, tuende Busia tushikane, tuende Bungoma tushikane, na wale watu wetu ambao wako Trans Nzoia tukifika 2027 tuwe pamoja.
ijayo tutakuwa kule Mumias kusundua ile mpango ya nyota, na kila kijana atapata shilingi 50,000 ili aanze biashara yake. Nikiripotia runinga Shahidi, kaunti ya Kakamega, jina langu ni Timothy Sonic.